nataka niondoke, pale ipo kwenye P, naitoa kwenye parking na iweka kwenye D ambayo ni drive, na pale inanionyesha ipo kwenye D. Baada ya hapo nahakikisha usalama wangu wa nje. Je, side mirror zangu zinaniambia nini kama dereva? Maana mimi niko ndani ya gari na kuna watu wengine wako nje ya gari. Kwa hiyo naangalia ni nini ambacho kipo nje cha kitofauti, inatakiwa niangalie kusiwe na hatari yoyote. Baada ya hapo, kwa nimeweka kwenye D drive, naachia mguu wangu taratibu pale kwenye brake, naachia mguu, sikanyagi moto, ila gari unaanza kuona imeanza kumove. Baada ya hapo na kanyaga moto taratibu, lakini kabla hujaingia barabarani hakikisha usalama na uwasha indicator. Kama unavyoweza kuona nimewasha indicator yangu ya kulia, naingia barabarani kukiwa salama na naanza kuendesha gari yangu kama ifuatavyo. Haya ndugu zangu, nadhani utakuwa umeanza kuelewa kidogo. Unaona pale speed inaongezeka, tulikuwa kwenye speed ndogo, sasa saizi inaongezeka. Haya vitu vya kuzingatia katika udereva nadhani ni hivyo ambavyo mimi nimeweza kukuambia leo. Vingine ni mbwembwe, ila hizo nilizokuambia hapa ni hints. Unaweza ukawa dereva bora kabisa kwa kupitia haya maneno niliyokufundisha hapa. Kwa kupitia video hii unaweza ukawa dereva bora kabisa. Kwa hiyo naomba uzingatie mkanda, naomba uzingatie usalama wa barabarani. Usiendeshe gari speed. Kuwa tu kawaida. Ukiwa dereva unayejifunza, usitake siku ya kwanza ukimbie maspidi uonekane wewe ushakuwa dereva. No. Kuwa na nidhamu, kuwa dereva ambaye unafuata utaratibu, utakuwa dereva mzuri sana. Kwa hiyo kitu kingine cha kuongezea kwenye udereva nadhani hakuna. Ni alama za barabarani, umakini wa barabarani, kufunga mkanda. Overspeed haitakiwi. Yani discipline barabarani itakufanya uwe dereva bora sana. Nakutakia udereva mwema. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe my video. Bye.